watu waliokuwapo hapo wakawa wanamchunguza. Na mbele yake Yesu palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kuvimba mwili. Naye Yesu akawauliza walimu wa sheria na Wafarisayo, "Je, ni halali au sivyo kumponya mtu siku ya Sabato?" Lakini wao wakakaa kimya. Yesu akamshika huyo mgonjwa, akamponya, akamwacha aende zake. Halafu akawaambia, "Ni nani kati yenu ambaye kama mtoto wake au ng'ombe wake ametumbukia shimoni, hangemtoa hata kama ni siku ya Sabato?" Nao hawakuweza kumjibu swali hilo. Yesu aliona jinsi wale walioalikwa walivyokuwa wanajichagulia nafasi za kwanza za heshima. Akawaambia mfano, "Kama mtu akikualika harusini, usiketi mahali pa kwanza pa heshima, isije ikawa amealikwa mwingine mashuhuri zaidi kuliko wewe, na mwenyeji wenu ninyi wawili atakuja akuambie, 'Mpe nafasi huyu.' Hapo utaaibika mbele ya wote kuchukua nafasi ya mwisho. Badala ya kufanya hivyo, ukialikwa kwenye karamu, keti mahali pa mwisho, ili mwenyeji wako atakapokuja akuambie, 'Rafiki, njoo hapa mbele, mahali pazuri zaidi.' Hapo utakuwa umeheshimika mbele ya wote wanaoketi pamoja nawe. Kwa maana yeyote anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atakwezwa." Halafu akamwambia na yule aliyemwalika, "Kama ukiwafanyia watu karamu, mchana au jioni, usiwaalike rafiki zako au jamaa zako au jirani zako walio matajiri, wasije nao wakakualika ukawa nao umepata tuzo lako. Badala yake, unapofanya karamu, waalike maskini, viwete, waliolemaa na vipofu, nawe utakuwa umepata baraka, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa. Maana Mungu atakupa tuzo lako wakati watu wema watakapofufuka." Mmoja wa wale waliokuwa wameketi pamoja na Yesu akasema, "Anaheri mtu yule atakayekula chakula katika utawala wa Mungu." Yesu akamjibu, "Mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akawaalika watu wengi. Wakati wa karamu ulipofika, alimtuma mtumishi wake kuwaarifu walioalikwa waje, maana vyote vilikuwa tayari. Lakini wote, mmoja baada ya mwingine, wakaanza kuomba msamaha. Wa kwanza akamwambia huyo mtumishi, 'Nimenunua shamba, na hivyo ni lazima niende kuliangalia, na kuomba uniwie radhi.' Mwingine akasema, 'Nimenunua ng'ombe jozi 5 wa kulima. Sasa nimo njiani kwenda kuwajaribu, na kuomba uniwie radhi.' Na mwingine akasema, 'Nimeoa mke, na hivyo siwezi kuja.' Huyo mtumishi akarudi na kumwarifu bwana wake jambo hilo. Yule mwenye nyumba alikasirika. Akamwambia mtumishi wake, 'Nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji, walete hapa ndani maskini, viwete, vipofu na wale waliolemaa.' Baadaye mtumishi huyo akasema, 'Bwana, mambo yamefanyika kama ulivyoamuru, lakini iko nafasi bado.' Yule bwana akamwambia mtumishi, 'Nenda katika njia panda na mipakani, uwashurutishe watu kuingia, ili nyumba yangu ijae. Kwa maana nawaambieni, hakuna hata mmoja wa wale walioalikwa atakayeonja karamu yangu.' Hapo makundi mengi yakawa yanaandamana pamoja na Yesu. Basi akawageukia watu akawaambia, 'Kama mtu yeyote anakuja kwangu, asipowachukia baba na mama yake, mke wake, watoto, kaka na dada zake, naam, hata na nafsi yake mwenyewe, huyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa maana, ni nani miongoni mwenu ambaye akitaka kujenga mnara, hata keti kwanza akadirie gharama zake, ili ajue kama ana kiasi cha kutosha cha kumalizia? La sivyo, baada ya kuweka msingi na kushindwa kumaliza, watu watamcheka wakisema, 'Mtu huyu alianza kujenga, lakini hakumaliza.' Au ni mfalme gani ambaye akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine,
hata keti kwanza chini na kufikiri kama ataweza kwa askari wake 10,000 kumkabili yule aliye na jeshi la askari 20,000. Kama anaona hataweza, atawatuma wajumbe kutaka masharti ya amani, wakati mfalme huyo mwingine angali mbali. Vivyo hivyo basi, hakuna hata mmoja wenu atakayekuwa mwanafunzi wangu kama asipoachilia kila kitu alichonacho. Chumvi ni nzuri, lakini ikipoteza ladha yake, itakolezwa na nini? Haifai kitu, wala kwa udongo, wala kwa mbolea. Watu huitupilia mbali. Sikieni basi kama mna masikio.